Kwa tunahitaji uelewa kila mmoja. Sasa kwa kipindi hiki cha nyakati za mwisho, tafuta kuwa mwelewa. Hiyo ndio kitu cha muhimu. Tafuta kuwa na uelewa. Ili upate uelewa, lazima upate mawasiliano na watu sahihi. Ni muhimu sana kuangalia kwenye kipindi cha nyakati za mwisho, kuangalia vitu kadhaa, aina ya makundi, kwa sababu usipokubali kuachana na makundi ambayo si za kielewa, utabaki tu hivyo. Unapokuwa na uelewa, utakuwa na uwezo wa kutatua changamoto, matatizo yaliyoko kwenye sayari ya dunia. Sasa uelewa huo ni uwezo, ni ufahamu uliomo katika ubongo wa binadamu. Ni uwezo unaoweza kutofautisha jambo jema na baya, na hatimaye akili ni uwezo unaomuongoza mtu katika kufanya maamuzi. Zaburi 49 mstari wa 20 nasema, mwanadamu mwenye heshima iwapo hana akili amefanana na wanyama wapoteao. Mwanadamu mwenye heshima, mwanadamu tajiri iwapo hana akili, mwanadamu msomi iwapo hana akili, ni mnyama aliyepotea. Mnyama aliyepotea. Hata kama wewe ni tajiri na hauna akili, wewe ni ng'ombe. Tena ng'ombe, sio ng'ombe tu, ng'ombe aliyepotea. Hata kama wewe ni bosi, huna akili, wewe ni ng'ombe aliyepotea. Na ukitaka kujua hawa watu ni ng'ombe waliopotea, ndoa ya jinsia moja. Yanakuta kabisa kwenye nyakati za mwisho utawajua mtu. Basi itanogaje basi maswala ya jinsia moja bro? Wewe ni ng'ombe umepotea, shindwa. Wewe ni ng'ombe aliyepotea. Mwanadamu, Zaburi 49 mstari wa 20, mwanadamu iwapo na heshima lakini hana akili ni ng'ombe aliyepotea. Nenda kumwoa kaka kwa kaka, kaka kwa kaka, dada kwa dada, ni ng'ombe mliopotea. Ni ng'ombe. Kuzingatia kuwa mlevi ni ng'ombe aliyepotea. Kuzingatia kuwa msinzi ni ng'ombe uliopotea. Kuzingatia kuwa muongo ni ng'ombe uliopotea. Masuala ya ndoa ya jinsia moja haitokei kama mimea kuota pale kwamba lazima ni mbegu iliyoota pale. Ni maamuzi. Yaani mtu anakaa anaamua kuolewa na mwanaume mwenzake. Kwa nini utumie akili hivyo? Tuwe na akili nyakati hizi za mwisho. Sio vizuri hata kidogo. Sio vizuri hata kidogo. Sasa tunapokuwa na mambo hayo yanayotutokea kwenye sayari ya dunia, hapo ndipo tunakuja sasa kwenye kitabu cha Petro iliposema muwe na akili kisha mkeshe kwa sala. Sasa hapa tusipokesha, ndugu yangu, unajua tunahitaji sasa kukesha. Kukesha maana yake ni kuwa makini, ni kuwa macho, ni kutosinzia mbele ya mambo kama haya. Ndio sasa tunakuja kwenye kukesha. Naomba nifafanue kidogo kuhusu kukesha. Kukesha ni kuzuia kulala kwa ajili ya, hasa ule wakati ambao usiku umeingia, hivyo ni muda wa kulala, wewe unaacha kulala. Sasa ngoja niweke vizuri hivi. Nyakati hizi tuliopo, tukijaribu kupinga ushoga wanasema ni mambo ya wakati huu, haizuiliki kwa sababu ni kipindi chake. Ukimwambia mtu kwa nini unavaa nusu uchi, anasema ni nguo za fashion, tunaenda na wakati. Kwa watu wanafikiri ni muda wa kufanya mambo, sisi ndio tunafikiri ni muda wa kukata na kuacha. Hiyo ndio inaitwa kukesha, ni kuacha kulala kipindi ambacho wengine wanasema ni saa ya kulala, wewe ndio unaamka. Iko hivi, ngoja nikusomee vizuri. Kukesha ni kuzuia kulala kwa ajili ya mambo fulani, hasa ule wakati ambao usiku umeingia, hivyo muda inakulazimu kulala, ambao wengine wanaona ni lazima tulale. Wewe unajizuia, unajinyima usingizi kwa lazima. Wengine wanalala juu ya yale mambo yanayoendelea ndani ya maisha yetu. Watu wengine wakubwa kwa wadogo, wachungaji na kadhalika, wanasema hakuna shida, ni teknolojia tu, ni sawa tu. Watu wanasema wanaenda uchi, hawajali, watakuambia huu ni mtindo wa kisasa, ni nguo za wakati. Shindwa. Ni hivi, wewe kesha. Bwana akili kisha kesha. Yesu anawaambia watu pale, kesheni mkiomba msije mkaingia majaribuni. Sasa ukienda Isaya 60 mstari wa 2 asema, maana atasema giza linafunika dunia na giza kuu litafunika kabila za watu, bali Bwana atakuzukia wewe na utukufu wake utaonekana juu yako. Warumi 13 mstari wa 11 hadi 14 nasema, naam, tukijua wakati kwamba saa ya kuamka katika usingizi umekwisha kuwadia. Huu ndio muda ambao kanisa lingetakiwa kukesha, mafundisho sahihi, viongozi sahihi, ngazi ya serikali, ngazi ya kanisa, ngazi ya mila. Kwa sababu mimi ni Maseko, naelewa kuna viongozi wa kimila pia. Huu ndio wakati ambao tunahitaji viongozi makini sana, kipindi ambacho muda umefika wa kuamka, kuacha usingizi bro. Amka, acha usingizi. Sio wakati wa kupuuza mambo. Maisha inaenda kuwa magumu. Watoto wamekuwa wameshindikana. Watu binadamu hawaambiliki. Inuka. Hii ndio wakati.